At the elections of 2022, we elected our governor, Simba Arati. And the current united opposition is led by the people who were in the current government, led by Gachagua, who was the deputy president, led by the CS Matiang'i, who was in this government. And when they failed to deliver where they were, they have come now down to disturb people who are working. Remember, we are in a broad-based government. Yes. We have one more budget. Yes. And remember, the budget of 2026-2027 is 4.7 trillion. Yes. This is the money we want. Yes. We want to be in this government so that we get this money to complete our cancer center, Yes. to complete our airstrip to Neka, Yes. to get our flyover from Darajambiri to Kisi High School. Yes. There is no way we can get this thing if we cannot be in this government. Yes. We want to ask this united opposition to come slowly to Kisi. When they come here, they should know that they are the owners are there. Yes. Led by the governor, Simba Arati. Yes. They must be given their due respect. We don't want to abuse anybody. We are peaceful people. As they come, we welcome them, but we might not accept their ideologies. Yes. Let us be together, be united, and support our governor for a second term, 2027. Visit by the United Opposition to Kisii County. We, the residents of Kisii County, issue this statement following the recent visit by leaders allied to the United Opposition. Kisii is a peaceful and politically aware county. Our people value respect, dialogue, and issue-based politics. Yes. We therefore expected the visiting leaders to present clear policies, practical solutions, and a compelling alternative agenda. Instead, much of their speeches centered on direct attacks against our governor Simba Arati and other elected leaders. Political competition is healthy, but personal hostility is not. It is concerning that the former Deputy President, Rigathi Gachagua, appeared deeply focused on Governor Arati. This pattern is not new. During his tenure in office, GSU officers were previously sent to governor's residence in Kisii under controversial circumstances. In the latest visit, remarks made went beyond criticism and entered the territory of insults, and statements made residents viewed as divisive. Leadership must calm the people, not stir them towards chaos. We also note statements made by the team led by our son, Dr. Fred Matiang'i, alleging that goons disrupted their meeting and that people were killed. In Omogusi culture, invoking death is a grave matter. Such claims cannot be made lightly. To date, there has been no official confirmation of any fatalities. No public police report has been shared. No family has come forward to report a loss. We therefore call upon investigative and security agencies to provide full clarity. Did any deaths occur? If so, how many? Where are the official reports? Have any arrests been made? Kenyans deserve truth and transparency. Statements suggesting loss of life must be supported by evidence. Words from national leaders carry weight, and support must be used responsibly. It is also important to say that Governor Arati has been away from the county for nearly a month. Linking him to alleged chaos without proof is not only unfair, but malicious. Political rivalry should not translate into damaging accusations. To Dr. Matiang'i, who is seeking the presidency while our governor prepares to defend his second term in office as governor, we speak with respect. A national leader must rise above local confrontations. The focus should be more on national unity. Persistent attacks on a county leader risk shifting attention away from the big national conversation. As residents of Kisii County, we call for sobriety, restraint, and mature politics. Our county should not be turned into a battleground of personal vendettas. Our people are focused on development and a peaceful coexistence.
As residents, we recognize and appreciate the development milestones initiated by Governor Simba Arati across various sectors in fulfillment of the commitments he made to the people. Let politics compete on ideas. Let leaders persuade with vision. Let truth guide public discourse. And Kisii deserves unity, dignity, and progress. Ya kwamba hauwezi toka huko mlimani ukuje kutupanga hapa Kisii. Tumesema kwamba mambo ya kusema eti watu walipepa panga hapa Kisii, wengine wakauliwa, hiyo ni uongo. Sisi ndio vijana na tulikuwa huko, hayo mambo yote ni ya uongo. Na nataka nimkumbushe kwamba wale wote ambao viongozi ambao wajafanyia humo kitu yoyote na wanataka kujificha nyuma ya Fred Matiang'i. Matiang'i, wewe tafuta kura yako kama rais, lakini usikuje kutuchagulia nani atakuwa governor, nani atakuwa senator, nani atakuwa MCA. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba Kisii County bado iko na wenyewe. Na hao wenyewe ndio wataamua wale ambao watapigia kura na wale ambao watachagua. Mambo ya kuja kutupanga kutoka mlimani. Wewe ukiwa huko mlimani huwezi ukaambiwa kitu chochote. Na vile vile sisi ukiwa hapa Simba Arati akituambia ndivyo tunavyofanya. Nataka niseme ya kwamba Kisii ni mambo ni tutam na serikali ni imara. Paul Simba Arati, Simba Netaya. We have seen a lot of rubbish in the county and we are not going to tolerate. I want to talk to my boys and girls, the youth, who are using the mitandao to abuse our readers, to talk a lot of rubbish there. Please, our youth, I want to appeal that instead of preaching hatred in the social medias, preach peace and unity for the Omogusi community. Our leaders, Fred Matiang'i is our son. Simba Arati is our son also. We respect you so much. Please come together, bring Omogusi together, and let us work together in one. Another thing I want to talk about, the stadium. I have seen in the social media that the stadium was completely closed when Matiang'i was coming to Kisii. I personally attended the meeting. The gates were ever open, but the youths were being used by, I don't know how I can call them. They were being used. They destroyed the offices in the stadium, which is very bad. I can say it's not good. So the youth, please preach peace. We really beg you that preach peace wherever you are. The other thing I want to talk about, the Omogusi Council of Elders. Our elders, we really appreciate for the good work that you are doing, but use your powers to bring Omogusi together. Today you have crowned Simba Arati. Tomorrow you are going to crown Fred Matiang'i, and we don't know who you are going to crown tomorrow, wherever he is, or maybe I will be the one who will be crowned tomorrow. So the Gusi Council of Elders, use your powers to bring Omogusi together. I can blame you that everything that is going around in the county, I can blame you. You must be accountable. You are the one who has brought all the fights in the county. So the Omogusi Council of Elders, wherever you are our fathers, we respect you. Please come together, bring Omogusi together. Viongozi kutoka Kisii wasije wakafikiria kwamba wao ndio wanampenda Matiang'i peke yao. Hata sisi wengine wote tunampenda Matiang'i, lakini tulikuwa tunasubiri kwanza atakapopewa hiyo tiketi ya kuwania urais. Hata kiongozi wetu Simba Arati tuna uhakika kwamba hata end against Fred Matiang'i. Kwa hivyo nataka kuambia wale viongozi ambao wametangulia, wamemkaribia Dr. Fred Matiang'i, sio kwamba wao kutoka Kisii peke yao ndio wanampenda Dr. Fred Matiang'i. Hata sisi wengine tunampenda, lakini tunasubiri wakati ukifika tutawaonyesha kwamba hata sisi tunampenda. Nafahamu kwamba hayo hayakutendeka kwa niaba yetu sisi kama wakaaji wa Kisii. Mbali ni watu walikuja wageni kutoka nchi za nje, kwa sababu tunajua kwamba watoto wetu wa Kisii ni wapenda amani, wapenda umoja, na tunapendana sisi wote kama Mkisii. Langu ni kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu.
Ukiwa na mtoto, awe mjinga, awe mwerevu, awe vile alivyo, huyo kubali ndiye mtoto wako. Acha tukubaliane na Arati wetu vile alivyo. Mtu yeyote asitoke mahali popote akuje akawaambia ati huyu ni mbaya. Huyo ni wetu wa kujizalia, wetu wa kumlea na wetu mwenye tumechagua kama kiongozi wetu wa Kisii County. Tazama yote aliyowafanyia, inabidi tumshukuru kwa yote ambayo ameyafanya. Tumshike mkono, tuungane pamoja na yeye na mambo yasonge mbele. Nikikumbuka kwamba rais wetu marehemu Rais Moi alikuwa anasema hivi, siasa mbaya, maisha mbaya. So wana Kisii wetu wa kaunti, mnataka maisha mbaya ama siasa mbaya? Lazima tushikane pamoja, tujenge Kisii yetu, tuwe na maisha mazuri, watoto wetu wasome na vijana wetu pia wakue, Kisii yetu ikue venye imeendelea kukua. Kennedy Kombo Nyambega ni rais wa walemavu katika chama kile kikubwa cha ODM. Na yule ambaye ametetea maslahi ya walemavu kwa miaka yote tangu ugatuzi uje katika county, katika magatuzi yetu ya Kisii. Jambo langu la kwanza ni kwamba if you plan to fail, you will fail to plan. Wale wa leaders mulikuja, the united opposition ambao mulikuja Kisii, you planned to fail and that's why you failed. Ikiwa mtaongozwa na yule mtu amezoea kuanguka, basi mtaanguka. Je, kipofu anawezaje akaendesha gari? Inawezekana. Sasa wewe jamaa ulikuwa kwa serikali, ukashindwa, you are impeached. Alafu ndio sasa unakuja na bandwagon kubwa, ati ndio unakuja Kisii kutafutia Matiang'i kura. Wewe ulianguka, nani atakujua saa hii? Na tena hamjatuambia ati Matiang'i ndio mmepatia ticket ya opposition. Mnakuja kutest waters hapa, alafu mnakuja kutusi gavana Simba. Simba ni radi, na radi ndio Simba. Nyinyi tunawasikia, tunawaona. Hiyo upuzi hatutakubali hapa Kisii County. Na wacha niwaambie, hapa kuna serikali na ina milango. Ukikuja hapa, shauriana na serikali kwamba unataka kusalimia watu wa Kisii, utapewa nafasi. Lakini hapana kuja na mlango wa nyuma uanze kuharibu vitu ili ati wa Kisii wao waendelee kuwa opposition. Saa hii sisi ni serikali na tutakuwa ndani ya serikali.